Gen Z, they don't respect tao. Shida ni millennials wanadhani tao ni big deal. Mbona mnakuja tao na nguo za kulala na shower capes? Mora, kila mtu avae chenye anapenda. People don't have to fit your preferences and likes. Bro, nakwambia niliuliza maswali aziulizangu kwa hiyo kampuni. I'll ask questions. Millennials don't ask questions. Ukiona tu mtu tao ameoga akang'ara, jua huyo ni millennial. Magairu, town millennial wanaenda job. Sisi tunaenda sherehe. Unakutana mtu na tao na slippers na Crocs. Ski, sasa mnataka kuweka dress code ya CBD. Things were not going right na wamenyamaza tu. Wababa wazima 40, 45. Hiyo kampuni. Do you know sahi ukiona millennial tao you'll spot one. Millennials wanaishi ni kama wanarekodiwa. Gen Z hapana, mna normalize vitu vibaya. You are killing our culture. V kilili. Aki hiyo kitu ya kuoverdress tao hapana. Siku nyingine tunaenda Busia mtu amevaa suti kwa basi 10 hours. And funny enough, boss hata anajua nini inaendelea. Mnafanya tao inapoteza utamu yake. Kisha millennials kufikiria tao ni majuu na Gen Z wako huko daily. Mpaka sasa mtu aking'ara tao anaona ni kama yeye ni fala. Katika Gossip Club, millennials should realize we are not in the early or late 2000s. Before we start, like and subscribe to support the channel. Vunja hiyo kitu. Let's get into it. Hii story ya millennials Gen Z comparisons ina gain traction in almost every aspect or category, whatever word you wanna use, from career, dating, lifestyle, morals, traditions, etc. Squeezy left, right and center, kila kitu it's a comparison. Videos ni nyingi out there, comparisons zimejaa huko nje. Wacha tufanye moja yenye nimeona ya TikTok juzi ya Mama Boys. I love her content. By the way, millennials are the only people wenye wanapatia tao heshima. Ukiona tu mtu tao ameoga akang'ara, jua huyo ni millennial. Gen Z, they don't respect tao. Mbona mnakuja tao na nguo za kulala na shower capes? Unakutana mtu na tao na slippers na Crocs. Do you know sahi ukiona millennial tao you'll spot one. Gen Z hapana, mna normalize vitu vibaya. You are killing our culture. Tao mtu akienda haku analala usiku. Mtu uliza wenye walikuja tao na kabag. Ingine mnafanya hapana. Mnafanya tao inapoteza utamu yake. Mpaka sasa mtu aking'ara tao anaona ni kama yeye ni fala. You guys, msinormalize hiyo. Normalize ni kila kitu, lakini wacheni tao ibaki tao. Wacha tusikie Gen Z walisema aje kuhusu hii story because they are the one who reacted to it most. Ski, sasa mnataka kuweka dress code ya CBD. Okay, this is on Instagram. Millennials should realize we are not in the early or late 2000s. Kama saa hii iko afya center na beach short na vest na dontire na sistuki. Monainism, hope I'm pronouncing that right. Millennials wanaishi ni kama wanarekodiwa. I get the idea. I know people wenye wanaishi ni kama wanarekodiwa. We'll get into that. Jojo, shida ni millennials wanadhani tao ni big deal. Times have changed millennials. Si kama kitambo tao was a big deal ati kwenda tao. No, SKD. Millennials go to work, we go for leisure. Okay? Millennials ufikiria tao ni majuu na Gen Z wako huko daily. Kwenda tao kitambo ilikuwa a big deal. Not nowadays. V kilili. Aki hiyo kitu ya kuoverdress tao hapana. Siku ingine tunaenda Busia mtu amevaa suti kwa basi 10 hours. Magairu, town millennial wanaenda job. Sisi tunaenda sherehe. Ama wametoka sherehe most of the Gen Zs and they have to pass through town. Mora, kila mtu avae chenye anapenda. People don't have to your preferences and likes. So what do you think is the clash between millennials na Gen Zs when it comes to career, dating, lifestyle, morals, tradition? Millennials wamelelewa with certain rules. Na wakaambiwa this is the way to life. Ukitaka hii, fanya hivi. It's like they were given a manual. No, usifanye hivyo, usifanye hivi. Hivi ndio inafaa, hivi ndio inafaa. So hivi ndio kunafanyika. Millennials wameishi between 2 or 3 generations ya wazazi wao, yao na ya Gen Z, or generation yao na ya Gen Z. So kwa hizi generation 3 ama 2, Gen Zs are the one who are doing things totally different and millennials cannot comprehend because wao walionyeshwa hii ndio maisha, hivi ndio inakuanga. And now Gen Zs have come with their own dynamics and principles. Have you ever believed in something so strongly? Ama ukaona mtu akifanya kitu the opposite of what you know and what you believe in and it's working. Now the problem comes here. Anaifanya different from how you're doing it, different from what you have believed over the years and it's working. Hapo ndio millennials sasa wako. Kuna watu bado wako chaponi ya Christmas na most of them wenye utapata kwa hiyo bracket ni millennial. Kuna nguo ya Sunday, kuna sahani za wageni, kuna vikombe za wageni. Hivyo ndio millennial wanaishi.
While on the other hand Gen Z anapiga luku. Unasikia millennial amemuuliza unaenda wapi? No, mimi niko around tu. Millennial ako like what do you mean niko around? Mimi niko around. Kwa sababu wao wanajua uking'ara you must be going somewhere. Aya, Gen Z anatoka tu kwa nyumba, wish huyo tao na amerudi. Ulikuwa wapi? Nilikuwa tao. Hivi, ulienda town hivi? Millennial VHK vunja hiyo kitu, subscribe as we continue. Mimi ulienda town hivi because to them things are done certain way. Millennials don't challenge or question the status quo. Ati kwa job, millennial atafinyika but as long as analipwa. Atafinyika tu. Gen Z hawezi. Gen Z hawezi finyika. Hawezi kubali. Bana hiyo kazi utatafuta mtu mwingine. I had a story, I don't know if it's true. Camera guy wa iShowSpeed wa drone. Ati iShowSpeed alimkelelesha allegedly. Jamaa aliwacha kazi drone ikiwa kwa hewa. Mimi utanishautia. Akapeana controls. Mimi utanisha. Hiyo kazi siwezi. Drone ikiwa kwa hewa. Gen Z hao. VHK ivunja hiyo kitu. Most millennials confuse respect and fear. You see, millennials fear their bosses all along with respecting. Gen Zs only respect their bosses. They don't fear them. So when Gen Zs question or challenge the status quo, millennials will go like, hey, that's not the way it's done here. Gen Z are like, where is here? When it comes to dating, millennials believe a man cannot approach a lady older than him. But when it comes to Gen Zs, if I am attracted to you, if I like you, hiyo maneno ya miaka sijui nani aliandika, who wrote that rule? Show me where it's written. Gen Z ataku approach lifestyle, morals, traditions. Siku ya kupanda ndege ukikuja Gulf lazima ukomboe gari 3. Hiyo Sunday muende kanisa muombewe. Iye kwa sherehe unaenda Gulf, alafu kila mtu akupeleke airport. Hivyo ndio we millennial wanaamini. Hiyo usiku hawatalala ya kuamkia kesho sasa kwenda kwa airport. Mimi when I came to Qatar, hakuna haja nikudanganye. Flight yangu ni ya 6 jioni, 6 PM. Na saa 8 mchana bado nilikuwa nimelala. Nguo hata ziko ndani ya suitcase, ziko juu ya suitcase, sijaweka ndani bado. Niliamka saa 10. Called my friend, alikuwa ndio amenunua Uber. Niaje, kama ni pick me up. Muda mpaka wapi? Mpaka airport. Kwani unaenda wapi? Naenda Qatar. What do you mean? Hujaniambia unaenda Qatar? Ndio nakwambia saa hii. Weka nguo zangu ndani ya suitcase, nini. Funga suitcase. For 30 alikuwa hapo chini. Twende airport. Umeambia bosi nitamtumia message, gari yake iko in good condition, nimeachia reliever na anajua reliever. What about your family? Nimetext madhe, nimeona hajaona text bado, nimeongea na bro, nimeshawa text wote, mimi naenda. Jamaa kuamini. Gen Zs are living in different dynamics with their own principles, morals and traditions. Other millennials ndio wamehold sana kwa hizo traditions. Gen Zs really don't care which tribe you come from when it comes to dating and marrying. Like it's not a priority at the top of their list. Yes, they will consider it. Millennial, where you come from tribe, it's at the top. I'm telling you for sure. Madam, wote nimekatia. Millennials are the first one kuniuliza wewe ni tribe gani. Nowadays mimi nikikatia dem aniuliza tu wewe ni tribe gani, najua huyo ni millennial and I always end up to be right. Gen Zs really don't care. I've dated girls tuko like 3 months relationship and she's like, but what tribe are you? Au ndio Gen Z sasa. A millennial show interest in her. Hey. From the word go, where are you from? Wewe ni tribe gani? VHK vunja hiyo kitu, subscribe as we continue. Hamutapita hapo kama hujamwambia wewe ni tribe gani. Hamutapita hapo. Even if you are a good person, she's willing, mwezi pita hapo kabla. Mimi nikikatia tu dem aniuliza wewe ni tribe gani, najua tu huyo ni millennial. No matter how young she looks, najua huyo ni millennial. Na nitafanya juu chini nijua kuna miaka ngapi and I always end up to be right. Ni millennial. Si mbaya, sijasema ni mbaya. No. VHK vunja hiyo kitu. Sijasema ni mbaya. Early stages. When tribe gani hapo tu umeambia tu mtu hey, umemonyesha interest kidogo, kitu ya kwanza, when tribe gani? Millennial. Nishakupea hint. Gen Z, you'll hang out, you'll have fun, you'll start a relationship, hata jua tribe gani. Let me give you an example. You have a friend, mmelelewa pamoja mkiwa wadogo, mkagrow pamoja, mkaenda primary school moja, mlikuwa mnaenda Sunday school pamoja. Basically you became best friends. Lakini maybe kuanzia high school ama university mkaachana. Let's make it alienda into another region or another country. So you only grew up in this system na yeye akaenda akakuwa exposed to another system or way of life. Mkapatana mkiwa watu wazima. And while the two of you started catching up, mkaongea story nini different nini, mkaanza kuongea story hapa na kule, uka notice this guy is different. He's totally different. Like you can feel it. You can feel the distance. He's not that guy anymore. He's not resonating. He's not that guy anymore. There's that strange feeling. Okay? So my bet that's how millennials wanna clash hapa. Na Gen Z, no, this is not the way of life. Sio hivi. No, this is not how we were raised. No, guys, mambo ifanyangu hivi. But on the other hand, the way Gen Z are doing things, it's working. So millennials wako in between. Sio hivi tuliambiwa. Sio hivi mambo inafanywa, but the results zenye Gen Z wana produce zina work. Mimi wezi nifinyilia na nikae tu hapo kazi because of salary. No way.
Siwezi kubali. Vunja hiyo kitu. VHK, subscribe as we continue. Nitawacha hiyo kazi mimi. I'll ask questions. Millennials don't ask questions. They see a certain rule being implemented. Okay. Even ndio kuko, it's the new way and they align with the new set of rules or whatever it is. Na maisha inakuwa ndio hivyo. VHK, vunja hiyo kitu. Kampani ya mwisho yenye nilifanyia kazi ndio nikuja Qatar. I questioned and challenged the status quo. Things were not going right na wamenyamaza tu. Wababa wazima 40, 45. Hiyo kampuni, bro, majority of the drivers I was working with kwa hiyo kampuni are 37 plus years. About 70% they are over 40. Gen Zs kwa hiyo kampuni we were like 1%. Gen Z hata tulikuwa tunafika madriver 10 out of 65 drivers. Bro, nakwambia niliuliza maswali aziulizangu kwa hiyo kampuni. I went to the manager. I went to the boss. I went to the boss son. Hey, rada ni gani huku? Mbona tunafanywa huku chini hivi? And funny enough, boss hata kwa najua nini inaendelea. The managers managed to push me out. That's the price I paid. Sikufutwa, but ile pressure waliniekea, I had to look for another job. Nika quit. But I can tell you for sure, zile maswali niliuliza, whatever I was pushing, the rules changed. Nilitoka kwa hiyo kampuni ni ukweli. Managers wali manage to put pressure on me mpaka nikatoka. But sheria zilibadilika. Kila mtu yuko ananipigianga simu, kijana bana, nyinyi Gen Z ni noma. Watu wametufinyilia sana. Mbona mimi nimefanya hapa 13 years. Tumefinyika. I was there for only 1 year 6 months. 13 years umefinyika na uongei. Millennials mnajaribu. Mnajaribu 13 years. Mimi nilifanya 6 months nikaona hapana. I started challenging the status quo. By the end of the year ilikuwa vita. Mimi na managers tunasukumana. Huko. Boss anashinda, wewe kijana, nini unaleta shida kwa kampuni? But akirudi akifuatilia naona, this guy is right. Wewe kijana, kabla kuja kwa hii kampuni tujai kuwa na shida kama hii. Wewe ndio umekuja managers, wewe ndio umekuja umeharibu. No. I cannot work under these conditions. Niliquit due to pressure, but sheria zilibadilishwa. VHK, vunja hiyo kitu. Let me know what's your take and opinion kwa history ya millennial and Gen Z's way of life. See you on the next one. Subscribe and like the video. VHK, vunja hiyo kitu. Peace out.